Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Amani aliyeishi maisha ya kawaida katika mtaa tulivu pembezoni mwa jiji. Amani alikuwa fundi seremala, mtu wa bidii na mwenye heshima kubwa kwa jamii yake. Kila mtu alimjua kwa tabasamu lake na moyo wake wa kusaidia. Siku moja, tukio la wizi mkubwa lilitokea katika duka la mfanyabiashara tajiri wa eneo hilo. Fedha nyingi zilipotea na mji mzima ukawa na taharuki. Polisi walianza uchunguzi haraka, lakini bila ushahidi wa kutosha. Ndipo ghafla jina la Amani likatajwa. Kulikuwa na mtu aliyedai kumwona Amani karibu na eneo la tukio usiku huo. Bila uchunguzi wa kina, polisi walimkamata Amani. Alishangaa sana, akijitetea kwa kusema hakuwa na uhusiano wowote na wizi huo. Lakini sauti yake haikusikika. Mahakamani, ushahidi dhaifu uliwasilishwa dhidi yake. Hakukuwa na wakili mzuri wa kumtetea na hali yake ya kifedha haikumruhusu kupata msaada bora. Mashahidi wachache walitoa kauli zisizo na uhakika, lakini zilitosha kumshawishi hakimu. Hatimaye Amani alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela. Siku ya hukumu, machozi yalimtoka. Alijua hana hatia, lakini hakukuwa na mtu aliyesimama upande wake. Alipofikishwa gerezani, maisha yake yalibadilika kabisa. Ndani ya kuta hizo alikutana na watu wa aina mbalimbali, wahalifu wa kweli na wale waliobeba hadithi za maumivu kama yake. Miaka ilipita polepole. Amani hakuwahi kukata tamaa. Alijifunza kusoma sheria kwa kutumia vitabu vya maktaba ya gereza. Alianza kuelewa haki zake na udhaifu uliokuwepo katika kesi yake. Siku moja kulikuwa na mfungwa mpya aliyeletwa gerezani. Katika mazungumzo ya kawaida, mtu huyo alianza kujisifu juu ya wizi alioufanya miaka iliyopita, ule uliomfunga Amani. Moyo wa Amani ulidunda kwa nguvu. Alijua huu ndio ulikuwa ukweli aliokuwa akisubiri. Kwa msaada wa afisa mmoja wa gereza aliyeguswa na hadithi yake, taarifa hiyo ilifikishwa kwa mamlaka husika. Uchunguzi mpya ulifunguliwa. Hatimaye ukweli ulidhihirika: Amani alikuwa amesingiziwa. Baada ya miaka mingi ya mateso, baada ya kuachiwa huru, Amani hakurudi tena kuwa yule mtu wa zamani mara moja. Dunia ilikuwa imebadilika na hata watu waliomzunguka walionekana tofauti. Wapo waliomkaribisha kwa furaha, lakini pia wapo waliomtazama kwa mashaka, kana kwamba doa la kifungo halikuweza kufutika kirahisi. Alianza maisha mapya kwa hatua ndogo ndogo. Kwanza alirudi kwenye kazi yake ya useremala, lakini haikuwa rahisi. Wateja walikuwa wachache na wengine walimwogopa kimya kimya. Hapo ndipo alipoamua kubadilisha mwelekeo wa maisha yake. Amani alianza kutembelea vituo vya vijana na shule, akisimulia hadithi yake. Alizungumza kwa sauti tulivu lakini yenye nguvu, akieleza jinsi alivyopoteza miaka ya maisha yake kwa kosa ambalo hakulifanya. Taratibu watu walianza kumsikiliza. Hadithi yake iligusa mioyo ya wengi. Siku moja alikutana na mwanamke aitwaye Neema, mwanasheria kijana aliyekuwa na ndoto ya kupigania haki za wanyonge. Neema alivutiwa na ujasiri wa Amani na aliona ndani yake si mfungwa wa zamani, bali shujaa aliyenusurika dhuluma kubwa. Kwa pamoja waliunda kikundi kidogo kilicholenga kusaidia watu waliokumbwa na kesi za uonevu. Walikusanya ushahidi, walizungumza na familia za wafungwa na hata kusaidia baadhi yao kupata wanasheria. Kadri muda ulivyopita, jina la Amani lilianza kubadilika. Hakuitwa tena mtu aliyefungwa, bali mtetezi wa haki. Vyombo vya habari vilianza kumfuata na hadithi yake ikasambaa zaidi. Lakini maisha hayakuwa rahisi kila wakati. Kulikuwa na usiku ambao kumbukumbu za gerezani zilimrudia: kelele, baridi na upweke. Wakati mwingine alijiuliza kama haki aliyopata ilitosha kufidia miaka aliyopoteza. Siku moja alipewa nafasi ya kusimama mbele ya jopo la viongozi wa sheria na kutoa ushuhuda wake. Alisimama kwa utulivu, akavuta pumzi ndefu, kisha akasema, siomba huruma, naomba mabadiliko. Hakikisha hakuna mtu mwingine atakayepitia niliyopitia mimi. Maneno yake yaligonga vichwa na mioyo ya wengi. Baadhi ya sheria zilianza kupitiwa upya na mfumo wa haki ukaanza kuba.